Yes. Naweza patia mmoja wenu dawa. Shikia mbili. Sawa? Eh? Eh. Ready? Guys, we're set? Okay. Good evening, everyone. I hope you are all well. My name is Emily Wandera. Yesterday we were here. Today now we are here with another news. Yesterday we were being informed that he was brain dead. Whereby we were supposed to be told and to wait until his heart called again by the hospital whereby we came. And the report that we were given is that Boniface is no longer with us. So Boniface is gone now. It's officially now. And so far we are pleading for Kenyans to come along. So far the bill is at 3.7 million. Cap on the bottom. So maybe just to ask, I'm sorry for the loss. The public has, questions for you guys. Ever since Boniface was brought here to KNH, has he ever uttered even a single word? Ever since he was brought here, Boniface, he has never said anything, not even saying. He has never opened his eyes since he was brought here. Aliletwa akawekwa kwa life support na sasa tulikuwa tukienda tunamuonetua kwa life support. We were just told, oh, for now ana react kwa pain, oh, then later on react. So that's how far we are. Hata tujaisikia words kutoka kwake. Yes. Okay, for us, I think before we ask questions, allow us to give us an advocacy statement. Advocacy because nilikuja hapa about the one day after Boniface was brought here, invited by the family, especially Emily and Auntie, because tunajuana na wao kwa miaka mingi wakati nilikuwa nafanya kazi kwa Kangema ya kupigana na pombe na pia hapa Githurai kwa sababu tulikuwa tunafanya kazi ya siasa na my sister alikuwa ananisaidia Emily. Na wakati nilipofika hapa daktari aliniarifu ya kwamba kijana alikuwa ameumia vibaya kwa akili, yani brain, na akaniarifu ya kwamba wanajaribu lolote lile
kijana asurvive, lakini walikuwa wamepoteza hope ya kwamba akili yake inaweza kufufuka. So it's very unfortunate to get the confirmation from the doctor that medically kijana ametuacha. Kijana alishutiwa on camera na tukaona wale ambao walishoot. Na sasa ni siku kadhaa na hatujasikia kuna mtu ambaye ameshikwa, na kama ameshikwa inawezekanaje kuwa wanaendelea na kesi na familia haijaandika statement. Lawyer wa hii familia ametueleza ya kwamba amejaribu kuandika statement to register the shooting of the late Boniface. Na wamezungushwa. Why is the family not allowed to register their statement? Number 2, hawa askari ambao walishoot huyu mtoto walikuwa wawili, na mmoja wao alishuhudia. Kwa nini hatujasikia IPOA akisema ya kwamba huyo askari walikuwa na yule alitoa bunduki na akaua mtoto awe witness? Kwa hivyo IPOA tunataka mfanye kazi yenu, wacheni kutuzungusha. Ya 3, tumearifiwa ya kwamba kuna watu walienda nyumbani kwa mama na baba mtoto na walikuwa na shughuli ya kuwaongelesha wazazi ili wasipatie statement kwa watu wa press. Kwa nini mnaenda kuambia hawa wazazi wasiongee na press? Kwa nini mnaficha? Kwa hivyo sisi tumekuja hapa sio kwa sababu tunapenda siasa, ni kwa sababu sisi ndio tuko na sauti ya kutetea wanyonge ambao hawana sauti. Kwa hivyo leo hii mimi kama mama ambaye ana uchungu wa mtoto, please take this case very seriously because Kenyans are watching you. And we are not only watching you, but we are continuously getting angered and annoyed and raged because of your errors of commission and errors of omission. Ya mwisho, tuliambiwa na CS Kipchumba Murkomen ya kwamba kazi yake ni kutetea polisi. Ni sawa, watetee ni watoto wetu pia. Lakini unapotetea polisi wako, tafadhali kumbuka hata hawa wako na uchungu, watafute hata wao. Kwa hiyo television uambie pole. Usikuje kwa television kutuambia oh polisi ni binadamu. Hata sisi ni binadamu, hawa watoto ni binadamu. Kwa hivyo hiyo order to shoot and kill unaposema hukusema na tulikuona ukisema, we want you to call the whole entourage of Vigilante House, DCI, EPI, wote mufanye one common presser and you formally withdraw the order you gave on camera. Because we are getting and continuously getting worried to the direction you are taking this country. Ya mwisho, tangu last year 25th June last year, wale watoto waliumia hapa, wamelazwa hapa, ulisema wewe kama waziri wa usawa wa ndani, usalama, ukasema it is the business of the government to compensate the families that were affected, the individuals that were injured and maimed, and there is no any other compensation program that has been explained by the government. I have personally pursued the case, the issue. Na tukafanya presa tukiwa wajumbe kama 20, tukasema tunataka an inquest of a public inquiry commission. Tukasema tunataka mtengeneze a platform yenye tutafanya inquiry, tujue ni nani aliua nani alimaim nani yako kwa hospitali, nani ambaye bado anaenda na miti, nani amelazwa hospitali. 1 year down the line, nothing has been done. So what are you waiting for? Are you waiting for Kenyans to be annoyed? Are you waiting for Kenyans to come out of the streets again so that you can create a platform where we are going to do some investigations on what happened? And finally, hapa kwa Kenyatta tuliona kijana mwingine amelazwa hapa, ameumia miguu, alipigwa rubber bullets 2 na ako hapa KU, hapa Kenyatta Hospital hapa, na amelazwa. Na huyu kijana alisema kama sikosei ya kwamba yule askari aliyempiga risasi ni huyo tu askari ambaye alipiga kijana yetu Boniface risasi, na sasa Boniface amekufa. So it means those rogue policemen did not just shoot Boniface. They shot so many other kids that are yet to confirm to the media because they are in hospitals.
So what are we waiting for? So tonight we are demanding the following. One, IPOA, can you tell us the official position of this case now that the family has not registered any statement because they have not been allowed to do so? And if you have the courage, why can't you go to Kangema and register the statement, or you accommodate? We can even bring them now to register the statement. We are willing to bring them to whatever police station you want us to bring them so that we can officially have a valid case. Please note, without the family statement, there is no valid case. Could it be munapanga hii kesi ipotele? I'm just asking. And we are looking forward to an official commitment by the government of Kenya that Boniface and many other young people. Kuna kijana kwangu leo tulikuwa tunamuzika leo, anaitwa Hosea Juguna. Alikufa kwa sababu ya majeraha aliyopigwa kwa kichwa siku ya maandamano akiwa hapa Nairobi CBD. Nilienda kwa hiyo familia wakaniambia hata wao statement hawajakubalishwa waandike. Wameenda mara mbili kutafuta pahali waandike statement. Wamefukuzwa na polisi. Sasa Murkomen, wakati unatuambia ati watu wakikaribia polisi wauawe, si unaona hata mafamilia wanaogopa kwenda kuweka statement? Was that statement supposed to scare these parents from approaching any police station to make any reports? Was it a way of intimidating Kenyans so that they can stay away from making formal reports and complaints about their loved ones who are injured and murdered? Kwa hivyo tuko hapa kusimama na hii familia na tutaendelea kusimama na wao na hatuna uwezo beyond the constitution. Lakini hiyo jambo kwa sababu limeulizwa lazima nilizungumzie. Ni kwamba Kitui remains the largest county. Yani ni county tu kubwa sana. Na hata hii maneno ya hii county ilizungumziwa kwa NADCO report. Na wakati county iko kubwa sana, we always believe that land mass must count. And if land mass is not counted in the revenue share, then the least we can do is to find a way that the county is subdivided. Tukuwe na mwingi the county na Kitui county. Najua hilo jambo si jambo la kawaida, sio jambo la rais. Kwa sababu hiyo mamlaka mmeweka katika mikono ya IBC. Lakini pia kwa watu wa IBC wakati mahali mpo, musikie, tuko hapa ground. Musikae tu kwa meza, musikie ground inasema hii county lazima wakati mna review hizi boundaries. We need Kitui county igawanyishwe tukuwe na county mbili. Ndio resource ikuwe mingi ifikie watu haraka haraka. Basi kwa hayo mengi sana. Nataka nimkaribishe His Excellency, Your Excellency, our son, peaceful man, a professor, we've never had many of such, two-term, Professor Kindiki. Haya, tutaimba hapo mwisho. Wewe Nzou, tutaimba baadaye. Allah. Mwingi Central hoi. Mwingi Central hoi. Wewe tengeneza hii nini? Guni hoi. Atu yaseo mwaseo. Atu yaseo mwaseo. Mwaseo ingi. Mweya yataiwe. Mweya ine museo. Na mavinda othe. Oni aina moko nzeveni. Mweya ine museo. Mweya ine museo, ne museo. Sasa wewe Kawaya. Unajua Kawaya? Ni mwize Kawaya? Kawaya Kamwala? Ni mukezi? Imutongoi? Ingumbao? Nuize kusovya mbai? Kawaya ni fire si fire? Kawaya ni noma si noma? Kawaya anatosha atoshi? Kawaya ni life si life?
Wacha nione salamu ya Kawaya, 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 Kawaya. Sasa huyu Kawaya ni ndugu yangu mdogo. Yeye ndiye mkubwa wa UDA, Organizing Secretary Kenya mzima. Huyu Kawaya unaona hapa. Usidharau wembamba wa reli. Gari ya moshi upitia juu yake. Wacha nione salamu ya Kawaya ingine. Kawaya, 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 Kawaya. So Kawaya ni mtu mzuri, lakini kuna makosa moja amefanya. Si nimemaliza kumsifu? Lakini amefanya makosa kubwa hata kama ni mtu mzuri. Ati sasa Kawaya amekuja hapa kwetu Nguni, ananiambia karibu hapa. Sasa kati ya mimi na Kawaya, nani wa kukaribisha mwingine hapa? Ni mimi ama ni Kawaya? Ni mimi ama ni Kawaya? Wangapi wanasema mimi ndiye jirani ya karibu kabisa? So wewe ndugu yangu Kawaya kutoka Masaku, kwa niaba ya wenyeji wa hii sehemu, karibu sana hapa Nguni Mwingi Central. Ama namna gani jameni? Mumeona hao waheshimiwa wengine hao? Wamewaongelesha wote? Bado. Huyu Siengo amesalamiana? Huyu Senator Siengo amesalamiana? Bado. Ngoja. Nauliza tu kama uliongea. Na huyo Mwalio? Huyo Masinga bado? Hamjui Joshua Mwalio mbunge wa Masinga? Mbona hajasalamiana? Huyo Fabian tumekuja na yeye. Iko mbunge anaitwa Fabian Kule. Huyo ni mbunge wa Kangundo. Iko pia Mwengi Mutuse. Huyo ameongea? Amesema mimi ni nzaa kani dhini. Ameuliza hiyo swali? Amesema mimi ni mtu ya nzaa ama ni mtu ya nzini? Demondo wa nzini. Alafu pia asante sana. Mwengi ni shujaa si shujaa jameni? Mwengi Mutuse ni ngumbao kati ngumbao. Mutongoi si mutongoi. Wacha nione salamu ya huyo Mwengi Mutuse. Nani mwingine hakuongea? Huyo Caleb Bule mbunge wa Machakos Town ameongea? Ngumbao? Mutongoi? Si ni mtu mzuri? Wacha nione mikono ya Caleb Mule jameni. Na huyo mama anaitwa Rachel Nyamai. Nemo Mwise, unajua mama Rachel, mbunge wa Kitui South. Wacha nione salamu za mama Rachel jameni. Alafu kuna viongozi wengine pale, nitawataja baadaye. Iko speaker wetu hapa. Mnajua speaker wa assembly ya Kitui? Huyo anaitwa Kinengo Katesia. Wapi nduru ya speaker Kinengo? Alafu hapa sinamna gani? Sinamna hiyo. Hata hapa Mwingi tuko wengi wale wamepewa kazi na wanafanya kazi na Rais William Ruto. Si hata deputy president ya hapa. Si ni mtu ya area hii? Si ni jirani tu hapa mbele? Mwingo. Ama namna gani jameni? Alafu pia tuko na PS wetu Jonathan Mweke. Wacha nisikie nduru ya Jonathan Mweke jameni. Na anafanya kazi nzuri, kazi ya mambo ya kilimo. Vile vile, unajua advisor wa rais wa mambo ya security, Monica Juma, anatoka sehemu hii. Kweli si kweli? Si ni mtu ya no hapa tu hapa. Vile vile, tuko wengine, ule mama anasimamia stima. Hii mnaomba stima. CEO ule anasimamia REREC, ile rural electrification. Mama anatoka hapa. Anaitwa Rose. Mimi nitamtuma hapa. Hii maneno yote ya stima kama haiwezi malizika saa hii, sijui itamalizika siku gani. Ama namna gani jameni? Mmefurahi vile tumefika hapa? Asante. Mimi sitaki tukae sana, wacha tu niongee kwa ufupi ni nini imetuleta hapa.
Tumekuja hapa kwa sababu siku ile tulikuwa tunaomba kura ya rais na kura zile zingine, tulikuwa na kina Mweke na hii timu yetu hapa. Hata kina Kawaya tulikuwa nao, hao hii group unaona hapa. Na tulisema siku hiyo ya kwamba sisi tunaamini ya kwamba uchumi unabadilika haraka kama serikali itasaidia mwananchi aliye mashinani kuinua uchumi wake huku chini. Sio tu kusaidia makampuni kubwa ile iko Nairobi, unasaidia pia mtu wako na kabiashara kadogo anapata nguvu zaidi. Na wananchi wengi ambao wako huku mashinani wakipata nguvu, Kenya itakuwa kwa njia ya haraka. Kweli si kweli? Mnakumbuka bottom up ile ya kutoka chini kwenda juu? Sasa tukasema siku ile, kazi ni kazi, usidharau kazi ya mtu yoyote. Kijana ya bodaboda, hiyo ni biashara, ni kazi. Vijana hoye! Vijana hoye! Wale akina mama ambao wako na kazi ya mama mboga, ya kuuza nyanya na mboga na sukuma, hiyo pia ni kazi. Wamama hoye! Wamama hoye! Wale wanaume ambao ni wachuuzi ama wako na tuduka tudogo, pia hao ni wanabiashara. Wasaidiwe na serikali, wapanue biashara zao ili uchumi wetu ukue haraka. Kwa sababu hapo mbeleni serikali ilikuwa inatumia pesa zake kusaidia maindustry na makampuni makubwa. Wananchi walio na biashara ndogo wanaumia huko mashinani. Tukasema tugeuze mfumo wa uchumi, tuwe na uchumi wa kusaidia wananchi huku mashinani. Ndio naona kwa mfano tumesema katika sehemu kama hii yetu ya Mwingi kwa jumla, wakulima wengi walipoteza mifugo kwa sababu ya kiangazi. Ndio rais ameidhinisha huyu Mweke ambaye ni PS wa mambo ya mifugo, ako na program sasa ya kusaidia restocking na kunengania mboi 5 kila mosi mboi 5. Huyu Mweke huyu kama hajafika hii sehemu, he is on the way, kwa sababu Kitui is one of the 19 counties ambaye Mweke ameambiwa na rais asaidie wale wakulima walipoteza, wafugaji walipoteza mifugo kwa sababu ya kiangazi, ndio wapate kuwa na mifugo wapya. Huyu Mweke ako na program ya restocking where we are providing 5 goats for a family to start na inakaa kama kitu kidogo, lakini huko mashinani si hiyo ni boost kubwa sana kutoka kwa serikali jameni. Wale watu wameshiba huko Nairobi hawaelewi mbuzi 5 itasaidia mtu na nini. Lakini huku kwa sababu mimi ni mtu ya huku naelewa, ukipewa boost ama support ya mbuzi 5, Mungu akujalie hiyo mbuzi inaweza kukutoa katika umaskini. Kweli si kweli jameni? Tuendelee na hiyo program ya kupatiana mboi? Tuendelee tusiendelee? Wacha nione wale wanasema tuendelee na hiyo program. Mwenye anagawa hizo mbuzi zote Kenya ni Mweke huyu. Ni Mweke gani? Kama hujapata iko njiani, usijali. Tuende tu polepole, na mwenye hiyo program ni PS Jonathan Mweke ambaye ni PS wa livestock, mtoto wetu hapa Kitui. Ama namna gani jameni? Vile vile tukasema wale ambao ni wakulima tujaribu pia kuwasaidia hiyo kilimo ilete mapato zaidi. Lakini tumeangalia serikali ile tulianza naye 1963 ikapita ya ule mzee Kenyatta, ikapita, ikakuja serikali ya Uhuru ikapita. Tukaona kuna mahali tunapaswa pia kilimo. Na hapo ndio tumelenga kuanzia mwaka huu. Kwa sababu kwa siku nyingi sisi tulikuwa tunashughulika kama taifa
na kilimo cha kahawa, majani chai, pareto na maziwa ya ng'ombe ya grey. Wakulima wengi katika sehemu zingine za Kenya ikiwa boma zetu na familia zetu. Na kwa hivyo kutoka mwaka huu tunataka tuanze kuzungumza na wakulima ili tujue vile tunaweza support wakulima wa hapa Ukambani kwa ile mazao ama mimea tunakuza hapa Ukambani. Si nyinyi mnalima mbaazi? Ni mwizenzo? Mwizenzo? Endoko? Emwe? Ama hiyo vitu haijafika huku jamani? Si nyinyi kiadharaka hapa ndio mnapanda ndengu na ndoko na mbemba na mwe ama pia isupport wa hizo mimea, ndio tuongeze pesa mfukoni kwa mwananchi ambaye ako mashinani. Tuendelee tusiendelee? Jambo la tatu tukasema ya kwamba wale wananchi wengi huku mashinani kama sio wakulima, sio kama wafugaji, ni wanabiashara ndogo ndogo. Biashara ndogo ndogo huku mashinani kwa vijiji yetu. Wako na saloon, mwingine ako kijana ako na kinyozi, iko mama mboga, iko mtu ya boda boda, iko sio ndio biashara ya huko mashinani. Tukasema hao watu wananchi walio hapa mashinani wako na biashara ndogo ndogo, wakisaidiwa wapewe nguvu, uchumi wa Kenya utaimarika na Kenya itakuwa nchi ambayo imeendelea kama nchi zile zingine za kule ng'ambo. Na ndio tumesema, kwa mfano tuko na program ya kujenga masoko, ndio akina mama wetu na wachuuzi wanaume wale wanauza vitu rejareja na mama mboga wale wanauza vitu sokoni wawache kuuzia bidhaa zao huko nje kwa jua, kwa mvua, kwa vumbi. Wawe na soko ya kisasa. Dogo wanakuwa na soko ambayo imejengwa kisasa, watunzwe. Mama anaendelea na biashara, mtoto wa mama hoye. Sio ndio itapatia kina mama wetu heshima? Wafanye biashara ya kisasa ya mtandao, iko e-commerce. Hiyo haitakusaidia wewe kijana kama upendi mtu yoyote ambaye ako ofisini. Wewe ngojea tu, imebaki miaka miwili umtoe kwa kura yako. Kwa sasa shughulikia maisha yako, kwa sababu hata ukitusi mtu na amechaguliwa hakuna hata toka mpaka siku ya uchaguzi, ama namna gani? So shughulika na kutafutia wewe na watoto wako riziki. So tutajenga masoko hapa Kitui, nimeangalia, na Mwingi kwa jumla masoko ni kidogo. Kuna yale tumetangaza ambayo yako karibu kwanza, ikiwemo soko ya Nuu na soko ya Nguni. Na vile vile hizo soko zote zimetangazwa 70 million each. It will be a standard modern market ambayo iko na facilities zote. Iko na ICT hub ya kupatia vijana mtandao, iko na cold room ya kuhifadhi mboga na sukuma wiki ya kina mama, iko na meeting room, iko na social hall ama meeting room ya wafanyikazi wote walio pale. Na kuna masoko mengine, mimi nimepewa listi kubwa ya hapa Mwingi Central. Mungetaka masoko ijengwe kwa masoko yote ya hapa. Mimi nataka kuwauliza, niende nikatafute hizo project zote tuongeze masoko. Sio hiyo tu ya Nuu na ya Nguni, tuongeze masoko mengine. Niende nikawatafutie masoko. Mkiniangalia hivi naweza tafuta soko ipatikane.
Itapatikana? Mimi nawaahidi masoko itapatikana. Mungu ametujalia, tuko na pesa ya kutosha through the housing fund. I want to tell you, we shall build as many markets as possible for our people here in Mwingi Central and even in Kitui County. So kuna ile tumetangaza iko karibu kwanza, but we will have new market. Ni kutafutia vijana wetu nafasi za kazi. Kwa sababu vijana wakiwa hawana kazi, inakuwa vigumu sana kuwaambia wasiingilie pombe na wasiingilie madawa, kwa sababu hawana la kufanya. Ndio umeona ya kwamba tunakazana. Wale ambao wamesomea ualimu, mnajua ya kwamba hii serikali ndio imeajiri walimu wengi zaidi kuliko serikali nyingine yoyote ile. Katika miaka miwili peke yake tumeajiri vijana ama walimu 76,000. Disemba tutaongeza wengine 24,000 wafike 100,000. The total population of Kenyan teachers is just over 300,000. But by December this year, we will have employed 100,000 teachers, almost 30% of the total number of teachers since independence. Vile vile sio vijana wote wamesoma. Hata polisi inakuja next month. Wale wanataka kujiunga na polisi. Ndio unaona tunaongeza masub county namna hii. Ndio recruitment wa vijana 5 pale ama 10. Tukiwa na sub county mingi, watoto wengi zaidi watapata kazi. Na nimesikia mmesema first of all mnataka to operationalize ile sub county ambayo ilikuwa gazetted ya Nuu. Lakini pia tutafute sub-county ya pili ya Nguni. Kweli si kweli? Wacha nione wale wanasema hizo sub-county mbili tutafute. Kwa hivyo tunajaribu kutafutia vijana nafasi za kazi. Wale wanaweza andikwa, tunaandika. Kuna wengine wanataka kazi ya mtandao. Ndio unaona tuna provide hiyo mahabara ya kompyuta, hiyo tunaita ICT Hub, ambazo tunajenga katika taifa letu la Kenya. ICT Hub, aba laboratory ya makompyuta, ili vijana wafanye kazi mtandaoni. Kwa sasa zaidi ya vijana 500,000 wanafanya kazi mtandaoni. Tukiongeza hizi kompyuta ambazo tumeanza kuzitafuta, ndio tujengee vijana hizi labs, hiyo idadi ya vijana ambao watapata kazi mtandaoni itafika 1 million ama 1.5 million. Vile vile mnajua ya kwamba kulikuwa na program zamani ilikuwa inaitwa kazi kwa vijana wakati wa Kibaki. Alafu wakati wa Uhuru ikaitwa kazi mtaani, lakini ikafika bahali ikasimamishwa kwa sababu pesa ilimekosekana. Hali ya uchumi ilikuwa mbaya. Sasa rais ametangaza kuanzia mwezi huu kwa kazi mtaani, ambaye sasa tunaiita Climate Works, katika county zote 47 na sub county 482 za Kenya. We are going to employ 110,000 young people through kazi mtaani Climate Works. Watusaidie kupanda miti, watusaidie katika kusafisha mazingira, watusaidie katika kazi ya kujenga taifa. Wanalipwa kila siku, lakini pesa yao inasanywa siku ya Jumaa, wanalipwa wiki mzima. Kijana anaenda nyumbani na pesa, na kijana kama huyo ana wakati wa kwenda kutafuta madawa ya kulevya ama pombe haramu. Kweli si kweli? From this month, we are bringing back kazi mtaani, which we are calling Climate Works, which will employ 110,000 young people across Kenya, in all counties of Kenya and all the sub-counties of Kenya. Vile vile, tuko na program ingine pia ya kutafutia vijana kazi. Hii inaitwa kazi majuu. Kwa wale vijana ambao wako na uwezo wa kutafuta kazi nje ya nchi, serikali iko na program ya kukusaidia utafute kazi ng'ambo, na ukiipata
hiyo kazi usipoteze ati kwa sababu hauna pesa ya passport, hauna pesa ya ticket ya ndege. Kwa hivyo rais ameamrisha ile shirika la vijana Youth Fund, Youth Enterprise Fund, wapee wale vijana ambao wanapata kazi kule majuu, kazi kule nchi za nje, wapewe loan kidogo ya kuwasaidia kurelocate. Watalipa polepole wakianza kupata dola. Wapewe pesa ya kusaidia kupata passport, kupata medical clearance, na pia kupata certificate of good conduct, na pia ticket ya ndege, ndio wafike mahali kazi iko. Tuendelee tusiendelee? Hiyo program mwenye kuiendesha, waziri ambaye anasimamia, ni mtoto wetu hapa Alfred Mutua, ambaye ni jirani yetu kutoka Masaku, ndiye waziri wa labor. Na katika miaka miwili ambayo imepita, sasa tumepeleka vijana 1400 wakapata kazi za nje, na tumeona ya kwamba tukisaidia vijana kupata passport na kupata air ticket, hiyo idadi itaongezeka zaidi, hata inaweza fika milioni hivi karibuni. Na unajua passport kwa muda mrefu ilikuwa shida kuipata, lakini tulinyorosha wakati tulikuwa waziri pale, tukanyorosha passport. Siku hizi within 2 days kijana anapata passport, alafu tunamtafutia pesa ya Youth Fund, analipa ticket ya ndege, anaenda ng'ambo. Lakini tunawaambia vijana, ukienda huko usiende kuoa huko ama kuolewa huko. Bado vijana tuko sawa sawa hapa. Wewe fanya plan namna hii. Wewe enda pale, tafuta dola, tuma nyumbani, jengea wazazi, ujijengee nyumba, uopen na savings account. Ukikaa 5-6 years na umesave, kuja pungua biashara hapa, bana enda kupotelea huko mbali. Ama namna gani watu ya Mwingi? Ama namna gani jameni? So tuko na hiyo program ya kazi majuu. Vile vile iko program tunaanza mwezi ujao vile vile. Hii program ni ya kusaidia wanabiashara wadogo wadogo, wale wanataka kupanua biashara zao mashinani, na pesa ya serikali, sio pesa ya mchango, pesa ya serikali ya kusaidia biashara ndogo, ile tunaita micro business, micro and small businesses, sio small and medium. Unajua kuna biashara inaitwa small and medium enterprise, sio hiyo, micro and small. Tukifika kwa small tunaachia hapo, hiyo ndio bottom up. Sasa micro ni ule mtu ako na biashara ya kuuza mboga, kuuza mayai, kuuza sijui mtu ya bodaboda, si hata hiyo ni biashara? Si ile bodaboda ni biashara pia? Mtu ako na ingine ya mkokoteni, mwingine ya saloon hapo kwa kijiji, mwingine ameweka kinyozi pale kwa kijiji, electrical shop. Those are micro and small businesses. Na tumepata pesa ya serikali ya Kenya ikisaidiana na Benki ya Dunia. Ndio naona saa ingine rais anaenda ng'ambo, ndio tuongeze ile pesa tuko nayo Kenya, na pia tutafute pesa kutoka nje. Sasa tumepata pesa 28 billion. We are starting off with a 5 ambayo tutachagua ama tutatafuta biashara ndogo ndogo, biashara 70 katika kila ward, 70 micro and small businesses in every ward in the Republic of Kenya. Na kila biashara hizo 70 katika ward, kila biashara itapewa pesa ya serikali shilingi 50,000 ili kupanua biashara yao. Sijui kama mmesikia vile nimesema. Kwa kila, mmepata hamjapata? Kwa kila ward tutatafuta biashara 70. Hizo biashara zifanywe training ya mambo ya business, ndio ukipata ile pesa, kama we ni mwanaume, hiyo pesa sio ya kwenda kuoa bibi ya pili. Kama wewe ni mama, hiyo pesa sio ya kwenda naye saloon ama kununua dress. Hiyo ni pesa ya kupanua
biashara. So there must be training. 70 businesses in every ward, 50,000 shillings. The good news is that this 50,000 shillings, sio loan kama ile ya youth fund, sio loan kama ile ya Uwezo fund. Hii ni grant, money from the government of Kenya to support small businesses, sio ya kulipa. Bora tu usiende kuharibu, sio pesa ya kulipa, ni grant ya serikali. Tuendelee jameni, tusiendelee? Tuendelee, tusiendelee? Vile vile tumesema ya kwamba kama serikali ya UDA Kenya Kwanza, lazima kila mwananchi awe na kadi ya afya, bima ya afya, ya kwenda nayo hospitali ukiwa mgonjwa. Hapo mbeleni NHIF, watu wachache wale walikuwa na mshahara peke yao ndio walikuwa na kadi ya bima ya afya ya NHIF. Lakini tumeleta hii mpya inaitwa Taifa Care ama SHA, ambayo sasa haijalishi hata kama we ni mama mboga, hauna kazi, hauna payslip, hauna biashara, unahitaji uwe na kadi. Na tumesema ujiandikishe kwanza. Ukijiandikisha tutaona mapato yako iko namna gani. Wengine mtalipa shilingi 300 tu kwa mwezi, wengine 500. Wale wako na nguvu kama Deputy Rais ulipe pesa mingi. Mimi nalipa 100,000. Na hiyo pesa nalipa iko na uchungu kidogo, lakini pia niko na furaha kulipa hiyo pesa, kwa sababu wale ambao hawana, wananchi ambao hawana mapato yoyote, ile pesa nalipa nyingi kidogo ndio itatumika kuwalipia hospitali, kwa sababu wao hawatalipishwa kitu chochote. So those who cannot afford anything will not be charged anything. Ule anaweza 200, 300, 500, 700, ule ako na pesa mingi, atoe pesa mingi, tuwe na bima ya afya sisi zote. Jambo la 6 ni mambo ya stima. Mimi nimesema already, najua hapa kuna vijiji vingi mnataka stima. Nimepata list ya vijiji kama 30 hapa tu Mwingi Central ambazo zinataka stima, na mimi naenda kusukumana na hiyo kazi. By the time I come here, siku ile ya ikifika huko mbele ya uchaguzi, hii vijiji yote tutakuwa tumeweka stima. Si nimemwambia hata mwenye anasimamia stima ni msichana wenu hapa, alafu mimi niko hapa na mimi ni mtu ya hapa, tutakosa stima jameni? Kwa hivyo nimesikia vijiji vingi, iko Mutia Ngome, iko Kayambombo, iko Kadhangwani, iko Mateta, iko Kimongo, Waita, Lumu, iko mahali mingi hapa. So wacha nikangangane na hiyo maneno huko Nairobi, na mimi siwezi shindwa na kazi ya kutafutia watu yetu stima. Ama namna gani jameni? So wakati wa campaign nitakuwa tunaulizana ni stima gani imeletwa na serikali ya William Ruto. Tunahesabu mavijiji, alafu tunauliza tuendelee tusiendelee. Na kama tutafanya kazi nzuri mtasema tuendelee. Ama namna gani? Mtasema? Nikisema harambee, let us imagine ni wakati huo sasa na tumefanya hiyo mambo. Harambee! Ala? Kumbe harambee! Ama namna gani jameni? Kwa hivyo stima ni muhimu, afya ni muhimu. Najua hapa kuna lami hapa, lakini kuna sehemu nyingi bado hazina lami. Katika hii sehemu labda the neighboring constituency ile Kandoiwa na Kamuongo, we are connecting it with tarmac, but we also look for a few other roads that we can do in this part of Kitui and Mwingi. Na vile vile Mheshimiwa Kawaya ameniambia mambo ya Enziu Bridge. Kweli si kweli? Hii Enziu Bridge imechukua maisha ya watu wetu wengi sana. Si ni kweli? Najua ilikuwa imeanza ikasimama. Na ilikuwa imesimama kwa sababu contractor alikuwa anadai serikali 91 million shillings. Na mimi nataka nitangaze hiyo bill ambaye contractor alikuwa alipwe ndiye aendelee.
tumeshalipa na contractor saa hii amerudi. Alirudi tarehe 14. Contractor alirudi tarehe 14 mwezi wa 5. Na hata huyu Kinengo na huyu Nzou, huyu Jeremia ameniambia walienda hapo asubuhi na wakahakikisha contractor kweli amerudi. Nataka niwaelezee hivi, hiyo daraja sasa haitasimama. Nitahakikisha kwamba ile pesa imebaki, because contractor akiendelea we still have to pay him another 74 million. It's a big bridge ambayo itagharimu serikali 165 million. Nataka niwaambie, mimi naenda kusukuma hiyo bridge imalizike haraka iwezekanavyo. Haitasimama, na ile pesa imebaki mimi naenda kuitafuta huko Nairobi. Tuendelee na hiyo maneno. Mimi kuna mambo mengi bado sijasema kwa sababu ya muda. Lakini hiyo masoko nimesema, ile soko kubwa itakuwa kule Mwingi Town, ambaye itakuwa, hizi zingine tunajenga ya 70 million, ile ya Mwingi Town is a big market kwa sababu itakuwa ya 290 to 300 million shillings. Kwa sababu pale ni town kubwa. Na pia tunajengea vijana wetu ambao wako Polytechnic, tunawajengea hostels. Pale Mwingi TTI tunajenga hostels mpya. Pale 1200 units. Wanafunzi wetu walale karibu na chuo, wawache kukaa mbali na chuo. Wakikaa mbali ndio wanaingia kwa madawa ya kulevya na ulevi. Ndio wasome, wajisaidie, wasaidie wazazi wao, na pia wao wawe na mwanzo mpya wa maisha. Siaikuru Technical Institute tutawajengea hostels kama 600. Si hapo ni kwa jirani yangu? Lazima tusaidiane, sisi ni majirani. Kwani iko makosa gani? So kiona rafiki yangu jirani, mwambie mahali aliwaachia kazi, mimi kama jirani mwema nitakamilisha hiyo kazi. Ama namna gani jameni? Yes, mahali aliachia sasa ile nitaendelea nayo. Kwanza ile lami imeachwa pale Kyuso, mimi naisongesha, ndio hiyo ifike Siaikuro, ifike Osweni, iende mpaka Tharaka. Ndio mkitaka kuja kwa Deputy President, munaingia kwa lami hapa dakika kidogo, less than 1 hour mko hapa Tharaka. Ni hapa tu, like Nova, lakini sasa hakuna lami ya kutosha. So ile maneno my big brother mahali aliachia, mimi nitaendelea na hiyo kazi. Ama mnasemaje Wakamba? Ama namna gani? So mimi nataka niachie hapo. Nasikia hii shule iko na harambee tarehe 2 mwezi wa 8. Hii shule. Ama namna gani? Si nimeambiwa hii Nguni Secondary iko na harambee tarehe 2. Sasa nitatuma nani? No, sio saa hii. Kwani leo ni tarehe 2? Kwani leo ni tarehe 2? Mimi nauliza mniambie nitatuma nani tarehe 2? Ama utaki nitumane siku ya harambee? Nitume nani? Nitume nani? Nitume nani? Nitume nani? Nitume nani? Huyu Nzou ndiye atakuwa anawakilisha Deputy President ya Kenya. Huyu Jeremia anatosha atoshi? Anatosha atoshi? Wacha nione wala nasema nitume Nzou. Wewe Nzou uko na bahati yake ya Mungu. Yaani wewe ndiye utatumwa na serikali. Ni kijana mzuri huyu Jeremia. So hiyo tarehe 2 nitakuwa mbali kidogo, lakini Nzou ndio atakuja na message ya Deputy President wa Kenya. Thank you very much. So mimi nataka niachie hapo, na nataka niseme hapa nimetumwa na rais, na amenituma hapa ndio nisikize
masoko, ili niende nihakikishe imefanywa na hii katiba tuko nayo, hakuna mtu amepewa nguvu ya kufanya. Lakini I can assure President Ruto and all of us, including mimi, ya kwamba naunga mkono tutafute njia ya kutafuta Mwingi County kuli. Hiyo kitu inataka mpaka referendum. Sio kitu rahisi, na sitaki kuwadanganya hapa. Kama ingekuwa leo tu ningepiga simu, kwa sababu rais amesafiri. So rais amewasalamia na ameniambia wengi wenu mlimpigia kura, anasema asante. Na atakazana hiyo kura mlimpigia isipotee, ifanye kazi, iletee watu ya Kitui na Mwingi maendeleo, ama namna gani? Lakini pia wale ambao hawakumpigia, ameniambia niwaambie, musitishwe na mtu yoyote. Ni haki yako kuchagua ule kiongozi unataka. Na hata kama hamkumchagua, wale hawakumchagua siku hiyo, mtamchagua siku hiyo ingine, ama namna gani? Ama namna gani jameni? Kwa hivyo rais hana problem. Kuna watu walikuwa wanazunguka hapa Kenya wakiambia wananchi na kuwatisha ati nyinyi kama hamkupigia hii serikali kura hamtapata maendeleo. Hiyo ni kinyume na katiba ya Kenya. Katiba inaruhusu wale wamechaguliwa, rais aliyochaguliwa ndiye rais wa kila mtu, waliompigia kura hata wasiompigia kura, mpaka wakati wa uchaguzi mwingine. Ama namna gani? Ama mnataka serikali ya kutenga sehemu zingine? Si kuna watu walikuwa wanawaambia nyinyi Wakamba kura yenu sijui ni kinyume na katiba ya nchi yetu. Jambo la mwisho ni washukuru Kitui County kwa jumla. Mimi nawashukuru na mimi nataka niseme yale maoni mnatoa kama wananchi, sisi tunayasikiza. Na yale mambo mnasema tubadilishe, tutayafanya, kwa sababu nyinyi ndiye nguvu. Mwananchi ndiye amepewa nguvu ya kikatiba na mko na uhuru kukosoa serikali. Lakini tufanye hivi kwa njia ya amani, sio kuharibu mali ya mwananchi mwingine, sio kuchoma kituo cha polisi, sio kuchoma ati mahakama. Hiyo sio demokrasia. Burning police stations and courtrooms and looting public and private property is anarchy, is not democracy. Kwa hivyo nimeona kuna wanasiasa wanasherekea yale mambo yalifanyika wiki iliyopita ya fujo na vurugu. Na mimi nataka niwaambie serikali sasa tumeamua lazima tukazane kuhakikisha kwamba wakati kuna wananchi wanataka kujieleza, hatutakubali vurugu. Tuliona siku ya Jumatano. And those who are sympathizing with those are anarchists, those are not democrats.
ati wahatarishe maisha ya wananchi, hata maisha ya askari. Askari mmoja akifanya makosa, jameni, sasa mkianza kuwa to take over the running of our country in the pretext of democracy. Na kama kukaa ngumu na kukataa fujo na kukataa uporaji na kunajisi wasichana wetu na wakina mama, kama kukataa hiyo maneno itafanya hii serikali isiwe na umaarufu ama kura yetu ipungue, tuko tayari kupunguza hiyo umaarufu, lakini tulinde usalama wa taifa letu la Kenya. National security is not negotiable. We cannot trade off the stability and security of Kenya for popularity, for votes, or for anything. Sijui kama tunaelewana wananchi. Mungetaka nchi yetu iwe salama? Mungetaka nchi yetu ibaki salama? That is what the stand of this government, and we are not going to sacrifice national security for popularity, because that will be dereliction of duty. Na nimeona hii shida, wachana na hao wanasiasa wawili watatu wanaongea hapa na kiburi. This problem is bigger than even some of these characters talking here. Na tumeona serikali zingine za kigeni, ile taarifa wanatoa ni kama wanasherekea yale mambo yalitendeka. Na katika nchi zao hawawezi kukubali kitu kama hili ilitokea hapa itokee katika nchi zao. Kule Marekani, Uingereza, nchi zozote zile, national security is not negotiable. Kwa hivyo mimi nataka niwahakikishie wananchi, sisi tuhakikisha kwamba mko salama, na asanteni sana kwa kuweka amani. Na hiyo sio kusema msitoe maoni, hiyo sio kusema msikosoe serikali, lakini jameni, fanyeni mambo yenu ya haki zenu kwa njia ya amani bila kuharibu usalama wa taifa. Kwa hayo mengi, rais pia ameniambia anataka kutembea hapa. Akuje asikuje? Nilete rais hapa? Nilete rais hapa? Ya ukweli? Ya ukweli? Wacha nione wale wanasema niite Rais William Ruto hapa. Kumbe mko serious eh? So vile nitafanya, wacha niende nisukume hii mambo mmeniambia mambo kadhaa. Si namna hiyo? Ndio give me like a month nisukume hiyo masoko, mastima nini, ndio wakati rais anakuja hiyo vitu iwe inaendelea. Ama namna gani jameni? So give me a short period, a few weeks, niende nikasukumane na mawaziri na PSs, so that we now welcome the president to come and visit us. Hiyo ndio kazi yangu kama deputy president, kusukumana na mambo ya maendeleo ya watu ya Kitui, ya watu ya Mwingi, ya watu ya Tharaka Nithi, ya watu ya Kakamega, ya watu ya Kwale na Garissa, Kenya nzima. Sio ujinga wa mtu kukaa mahali alizaliwa na wao unabeba bendera ya taifa la Kenya. Ama namna gani jameni? Kama unapeperusha bendera, hiyo bendera sio ya kijiji, hiyo bendera sio ya sehemu fulani, ni ya kila mahali katika taifa letu la Kenya. Kwa hivyo vile niko na uchungu nikiona shida ya mwananchi wa mahali nilizaliwa, the same pain is what I should feel nikiona shida ya mtu wa sehemu ingine, lakini ni mwananchi wa taifa letu la Kenya. Ama nyinyi mnapenda watu ya ukabila? So hiyo vitu mumesema naenda kusukumana nayo kwa bidii. Kwa bidii ya mchwa. Kwa sababu kazi ya deputy president sio kupigana na rais na kushindana na rais, ni kumsaidia. Watu wengine wako na kiburi, hawaelewi. Kazi ya kupigana na rais ni ya opposition. Ndio unasikia za ingine we allow the opposition to do what they are doing because that's their work. Lakini huwezi kuwa deputy president and wewe ndio mpinzani wa rais. It's not possible.
ama namna gani jameni? Kwa hivyo wacha niachie hapo. So rais amewasalamia, anasimama na nyinyi, na tumesema tukitoka hapa, kwa sababu PS Mweke is the senior most public servant we have here, yeye ndiye nitawacha hapa. Nikimaliza hii hotuba nitaacha Mweke hapa na waheshimiwa wa hapa akiwemo Nzou, Nyamone Nzou, Nyamone Nzou. Sasa Nzou under the leadership of PS Mweke. Tukimaliza hii maneno, nikipatiana salamu ya rais na wale wengine wapatiane salamu yao, sasa nyinyi mkuje hapa mwambia wananchi hiyo maneno itaenda namna gani, kwa sababu tunataka uwazi, hatutaki mambo ya giza. Ndio ile mambo itapatikana hapa ipangiwe vizuri, ndio tuendelee tukiwa pamoja. So hiyo ndio taarifa nilikuwa nayo. Sasa mungetaka kusikia vile rais amesema? Niseme nisiseme? Nitangaze nisitangaze? Kwani kumbe mlikuwa mnajua Unajua Rais Ruto sio mtu ya kutumana salamu tu ya mdomo. Si lazima afanye kitu hapo. Mkingojea mambo ya Nyota program, climate works na markets na nini, hii biashara ndogo ndogo tupige jeki mupate pesa kidogo ya kuwainua maisha, ama namna gani? Iko makosa hapo? Kwa hivyo Rais Ruto ametumana na mmesema niseme. Ni kama mko na fununu. Ni kama 100,000 hivi. Si 100,000 hivi. Ni 120. Aongeze. Ifike 200. 250. Aongeze kabisa mpaka 400. Na ikifika 450 itatosha. Hii haitoshi na 495 na 500, 520 lazima aongeze. For real. Wacha nione wala nasema rais aongeze hiyo pesa, ni kidogo aongeze. So wacha tuone kama utaongeza ifike 900. Are you for real? Wacha sasa nitangaze, kwa sababu naona mahali mnanipeleka, mtanipeleka kwa shida. Siku na ile nilipewa nilete jameni. So wacha nitangaze, rais amenituma na shilingi milioni 3. Wacha nione salamu ya rais, 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 salamu ya rais. Sasa si mimi nimeleta salamu ya rais? Si kazi yangu imekwisha jameni? Si kazi imeisha? Haijaisha? Si nimeleta salamu ya rais? Ati yangu? Nauliza. Wacha niulize swali. Wacha tu niulize swali. Si nimeleta ujumbe wa rais? Sio inatosha? Haitoshi? Hata mimi lazima nifanye kitu? Si nimewaongelesha vizuri? Haitoshi? Hata nikiongea mzuri? Hata nikileta salamu ya rais? Kwa nini? Kwa nini? Oh, Demosie. Demosie. Sasa nimesikia hiyo amri ya wananchi na nimekubali, lakini mjue mimi 100,000 hivi. Ama namna na ikifika 150,000, 200,000, 350, 360.
400, 490. Wacha nitangaze kabla sijaingia kwa shida. Nisiseme. Niseme. Kwa hivyo hata mimi nimeshirikisha rais na wacha nione salamu. Sio ni kazi mzuri jameni? Si tuendelee namna hiyo? Kusovea mbai namna hii. Na nyinyi majirani yangu, safari hii tunasafiri pamoja pande moja. Kuna mukipiga kona tunapiga na nyinyi. Siwaachili. Safari hii tutakuwa pande moja. Ama namna gani? Tutakuwa pamoja safari hii. Wacha nione wala anasema tutakuwa pande moja safari hii. Bas, ndio tumalize. Niulize. Ni wanza kawazini. Nzaka na zini. Deine. Tinza. Wacha nione wala anasema mimi ni mtu ya deine jameni. Bas, so hao waheshimiwa walisalamiana, walitoa pesa, waliongea tu wakaenda. Kwa nini? Kwa nini mlisamea hao nyinyi? Kwa nini mlisamea hao? Wapi Kawaya? Haya, tangaza pesa. Asante, na mimi nitasindikiza na 100,000. 100,000 Kawaya, asante. Wapi Mwengi Motu? Mwaseo nito Mwalio Kwirone Masinga. Thank you very much Mheshimiwa Mwalio. Wacha nimuite Mheshimiwa Caleb Mule, bunge wa Machakos. Caleb 100,000 shillings. Thank you Mheshimiwa. Wacha nimuite Mheshimiwa Rachel Nyamai, mbunge wa Kitui South. Salamu ya mama jameni, salamu ya mama. Thank you, 100,000. Thank you very much. Wacha sasa nimuite huyu Siengo, mama Siengo alitoa pesa. Alisalimiana. Akuja aseme jambo, apeane pesa. Wapi salamu ya Siengo jameni? Thank you, Your Excellency. Tulikuwa tumesema tumekataa mambo ya Simon Makonde. Si mnakumbuka? Yes. Na tukasema huyu ni ango yetu, si ndio? Hatuwezi enda kwa kazi na akatusinie. Tunakaa na ango, si ndio? Tuseme tutam. Mnajua 2027 mimi nakuja kuwaomba kiti cha Women Rep Kitui County. 100,000 na sindikisha DP na 100,000. Huyo mama amesindikisha ango. Wacha sasa. Huyu PS Mweke alikuwa ameongea. 1 minute PS Mweke, tumechelewa dakika moja. Nimekupigia debe ya kutosha, sema dakika moja utoe pesa. Asante sana. Wacha nione salamu ya Mweke. Mwani museo na mavinda ondhe baito mwaseo mwati ndata mwena utanu mbona mosi lila. Asante sana naibu wa rais, viongozi wote wako hapa, waheshimiwa MPs, Mheshimiwa Senator na protocol endelea. Na hiyo protocol yote. Naibu wa rais, kwanza wacha niseme asante sana kwa sababu ya hii program ya Women and Youth Empowerment. Excellency, leo kuna mama hapa
alikuwa na stock kidogo ya 1,000. Atapata ingine 3,000 aende anunue stock, ainue maisha yake. Nimeona vijana wa bodaboda wako pale. Kuna vijana leo watapata pesa ya mafuta ya wiki moja. Maloke na timu yenu mweke mafuta kwa maboda, ndio watu wetu wasaidike. Si namna hiyo? Ni mutabie tunambie na program eno zombe Kitui Eve Centro na ninona tondonie siathe ni ninona to tethia ikundi almost ngili emwe kuma program eno ya President Ruto na Deputy President Kindiki. Over 1,000 groups have been helped in Kitui County na tunasema asante. Ngomina tondo wa time baito nyenye mundo wa serikali na inguona undo serikali eno ya William Ruto tuweka sete tuthukumaene ndetio wo na inywe ando ma mwinge Central o monde ni mwiwa na ni muona useo wa kwithwa nthini ya serikali. Mheshimiwa wenu bano Jeremia Mutua ni wakulia sub county ni wakwata, ni wakulia Harambe ya school weno mwake dormitory ni wakwata, ni watu tabia tukase contractor wa NZO bridge ni twakwata bridge yesu ni kwakwa, ni weti ya soko wanguni ni wakwata. Lakini vai mundu anatabasia mheshimiwa ono ndakoke cha thini kino aivena usio wa kwethi wa nthini ya serikali. Mwena utanu ni wokie ndatete andu make na mwakwata maendeleo tulume vuu andu maitu tulume nthini ya serikali tutetheke twake maisha maitu tio wo ni moto kwata kuoko ekaini one kura sia William Ruto sie basi. Asante sana. Thank you very much. Mimi Your Excellency ndasindikisha Rais Ruto na wewe na shilingi 200,000. Asante sana. Asante PS. Huyu PS anafanya kazi nzuri sana. Huyu PS is one of the most hard working civil servants we have. Na hujatuangusha mheshimiwa. I am glad that as you look around Kenya, mimi nimefurahi haujasahau mahali ulitoka hapa Kitui. Na hiyo program yako ya Mboi na ile program zingine uko nazo, endelea kuchunga Kenya na Kitui. Asante sana. Wapi nduru? Asove Mbai? Asove Mbai? Wacha nione wala anasema mweke Asove Mbai. Asante sana. Bas, sasa naona masaa imeenda sana. Speaker alikuwa ameongea? Bado. Si nilikuwa nimesema muanze mapema. Speaker Kinongo, 1 minute tafadhali, please. Fabian Kule. Fabian, mheshimiwa Kangundo wapi nduru? Wacha nione salamu ya Fabian. Dakika moja mheshimiwa tafadhali. Thank you, His Excellency Naibu wa Rais. Ngune hoye! Nyeko nio yambe no Kanguni. And I will tell you this, baitu kaini mtaye, congratulations watu wa Nguni. Naibu wa Rais ametoka kwenu. Karibu huku kwetu. Mara ya pili mko na naibu ya Rais. Tukitembea Ukambani yote, nyinyi ndio mnafaa kuambia Wakamba tuingie kwa serikali. Juu nyinyi mko kwa serikali? Si mko kwa serikali? Kwa hivyo nimekuja kuambia congratulations na mkae kwa serikali, mkubali mambo ya maandamano. Unaona vile naibu ya rais yako? Haya, nipe 2 term ya William Ruto, 2 term. Kwa hivyo tukirudi Nairobi tukaseme William Ruto huku ni 2 term. Na Kindiki 2 term, si ndio? Yangu imefika hapo. Nimeshukuru sana. Mungu awabariki na mkae kwa serikali na mtoto wenu naibu wa rais. Thank you, bye. 100,000. Thank you very much mheshimiwa. 100,000. Asante Speaker Kinongo, tupungie dakika kidogo kabisa because we've run out of time.
Wapi nduru ya Spika Kinengo wa Katesia? Wacha nione salamu. Thank you very much, Your Excellency. Mbaito mangune mwaseo, mwingi Central mwaseo enge, mwene museo, mabinda onze, imoni ye munini wa Muzumbe, ni museo, mwisikano mwendete, tumukunangi makofi Mbaito. Mbaito kyakwa nenda kwanzia. Ikwithia munda Muzumbe kuwe musi. Nenda kumwea Deputy President, karibu tena na tena nyumbani. Na nina ngethi special, Your Excellency, MP wa Mwingi Central, mumwezi etwa Mheshimiwa Mulyungi, embeye woka ngukethie kwata ngethi za Mheshimiwa Mulyungi. Nyendia bikia ripoti na Mheshimiwa Mulyungi ambia andu make matethi ni serikali ikuiza kuthi serikalini. Sasa Wambaito nye ni wakili, Deputy President ni wakili, katiba ka Kenya kazi ya andu monze methe aungua serikali Mbaito. Sasa twamino kuna kula Muzumbe oza kuwa Muzumbe uzu ethe ya Muzumbe wa andu Muzumbe na mdini wa Muzumbe nuku wandu kathi kwa chivwe kuithi tuenda maendeo. Your Excellency, kwa niaba ya watu wa Mwingi Central ngura na akamba na thaka na we mungura taito Mwende Salu ako nominated na chama ya Wiper, lakini yeye amenominatiwa kurepresent wa mama. Sasa Wambaito kwa uno usio mheshimiwa ikwithia aolotiwe akilishibeti ajakilize neza, lakini Your Excellency, ukweli ni kwamba ama MCA wetu wamepitia vitisho mingi sana. Kila siku wanaandikiwa barua, ukitaka kutetea watu wako fukuzo kwa chama. Twemea bau beba twendete. Beba twendete. So Mbaito Mwingi Central, sisi tutakaa nyuma ya Deputy President na nyuma ya Rais wa Kenya, nyuma ya PS Mweke, ndio the most senior government officer hapa Kitui County, tuwaletee maendeleo. Si hapo ni sawa? Wacha Your Excellency niite MCA wasalimiane kidogo. Ndio tukuruhusu ukimbie. Sovea Mbaye kwanza. Na kwani Sovea Mbaye? Kati mumbekea. Mumbekea. Hunu miekendo. Kwa heshima ya Deputy President nataka kusovea Mbaye na 50,000. 50,000 makofi. Kwa hivyo MCS kujeni tafadhali. Please. Jeremia ukuje ukiwa wa kwanza. Jeremia makunangi makofi Mbaito. Haya salimiana 1 minute. Hakuna haja ya speech, nimefanya kazi yako. Ama namna gani? Si nimefanya kazi yako? Kabisa. Basi. Haya Mwingi Central hoye. Mwingi Central hoye. Ngune hoye. Hoye. Nita wa Mheshimiwa Jeremia Mutua Kananzo bane musie kati musie. Deputy President, sisi tunasema ni asanti kwa kuja kutusalimia. Tunasema ukuje tena na tena na tena. Lakini beke teke ngwana kwa beke kamba. Nondo we mukamba. Kevindio, mukamba Kevindio. Yes. Ila wae waziri wa interior wangamie monoma security. Twena kuba mandongoi. Na monoma insecurity mandongoi na bu wa mina. Pano katumba ngune mubakani. Nituthirio ni thimanga mela. Katumba. Na twina police station ina 40 million. Sianenganio ni gavana Malombe. Na hii police station AJI njengwa. Tukienda tunafukuzwa. Tukienda tunafukuzwa. Tusaidie tujenge police station hapo tukue na usalama. Hiyo ingine, thank you very much. Well done. Sawa Nzou. Sovea Mbaye. Aya, Nzou anataka kuepa. No, hawezi epa huyu ni mtu. Nengo support ikudisi amwe tunangilie komi. Thank you Nzou. Thank you na kwani ngumuke ndani ya Kristo Yesu mwaseo. Yaseo. Kwa masitwa nitawa Judith Wanza ni mheshimiwa wa No Ward. Mundu mukola muza kwembungene ya Kitui 40 wards
kabilo kabime tulongalia maweku ando malo mweba mwe ando mienge ete sub county ne mwata bwazuoga na hivyo ne mwamanya hivyo. Naibu wa rais, tunashukuru wakati ule ulikuwa interior, ndio nilikuwa na wewe Ngomeni, na bila shaka nilikuambia nataka sub county ya Nu na ukanipea. Sisi tumekuja kusema asante, sababu watu wanasahau kusema asante kabla hujaitisha. Kwa hivyo Mungu akubariki, na ninataka kusapoti wa mama na 10,000. Thank you very much, Sofia Mbai. Thank you very much. Thank you, Mheshimiwa. Nini manyia muyazionge ati jinze bane. Daya ni amununi wa Musumbe kwa mazito ni mwende wa Salu Mheshimiwa Molote ezi kikamba gundia. No bunge ni kakuwakilisha iveti. Your Excellency, Bwana DV, na lea kwa zia uni vya nabitia, sisi watu wa Nguni, especially Nguni, kuna shida kubwa sana. Wamama wamebakwa, na unajua kubakwa bila kupenda hiyo shida ni ngumu sana. Na shida ya hapa kubakwa, wamama wa Nguni si mko? Tunapigia Bwana Ospindi, anasema naweza kuja lakini hatuna gari. Hatuna gari Bwana Deputy President. Tafadhali. Mimi nilipatana na huyo kijana mimi mwenyewe. Karibu nikwambie nimebakwa lakini bahati mzuri niliepa. In court. Sawa sawa mheshimiwa. Na nake. Sawa. Na mwana na yeye mundu utakwezongi ndia bani kani hata. Sawa sawa mheshimiwa. Na mwe ni woki ndo nginda neno hiyo kitu ikaisha na nikaenda nyumbani. Nimezapata wa mama na 10,000 asante. Asante. Mimi ni museo. Nita wa Paul Maluki, MCA wa kwa Mutonga Kithimula, Kitui West na support na 5,000. Kwa Kalungu. Asante. Twatinda nenyu nene manie mwaseo. Masiro ne Priscilla Makomi. Na yune na kokelongwe ndo munenge lakini by time. Lakini ba kwa kindiki kendo ke kwacho. Kwa Ruto kendo ke kwacho. Kwa utwe mebau. Asante sana. Lengo zobe ambaye na ngili 5. Haya, demo bea speaker. Tuketha ni chief anze bene. Mwe ndi museo. Mabinda onze. Aziazila. Demo bea. Nyene tie andu makwa serikali nino. Na vice president nondo ne manyie ne makoka matetheke nini kienai wa kwata kasamukange munene kage wana andwa maete ne maku na niwo we serikali ne kanatiwo niwo sawa. Thank you. Yes. Nesobe ambaye na ngili 10. Thank you very much, pongezi. Tunaambiwa hakuna kuongea, sijui tutasalimiana namna gani. Mwe ile mzee Mabila onze. Deputy President, tuko watoto watatu. Iko Moi, iko Ngune na iko No. Katika watoto watatu umetaja Ngune, umetaja No, haujataja Moi. Moi inataka Kalami kidogo, kilomita kama 20 tupate. Tunataka borehole 2. Na hiyo vitu yote tumepea PS mwekea kwa na hiyo list. Asante sana. Thank you very much. 5,000. Haya. Andu mamu ingi sendro mwe masio. Na mono dio na manyanzo ko jiko. Kwa masiro ni twasia mtura karingi kuma. Tharaka nino meneitetwe na kiama kia UDA. Kibeti kia moine mukithe umbe nyewe. Sofia Mbai. Mwe ni museo. Na mabinda ombe. Mwe ni museo. Nitwa Mheshimiwa Kilumani Sakwito wodi ya Mutongune. Nika mwiba kwamba mwathi inyako mirwa mathuki lakini nye ni wamba mbua mwe Yesu na mwekenesa niko sapona ngiri 5. Thank you very much. Hello. Mwaseo. Mwaseo. Nye nitwa Muthaiso. Ne wazu mgazi baki 7. Kuya mbunge. Thank you. Kuya mbunge ya Kitui na atumiwe nundu wa aka nimukwitikila twose mande abala mae. Nimukwitikila twose mande abala mae. Twabuwa ni mutu tetea. Twakimaki mutu akwata maumisi ni mutu tetea. Nimwetikila kindiki ni wito.
Kwako yululo kwa kendikine wakwa. Thank you. Nenda tuine kawathika. Kendikine wakwa ndibeno ane mondo yelane na kende wamo. Natheya newa moyo. Thank you. Nina ngilisi yako itano. Thank you. Nasia majority leader wa county ya Kitui Arson Maluke Kuma Migwani ward itano. Ngaya mwazi. Thank you very much. Asante mheshimiwa Mudhaiso. Neto wake Manzi wa Mwange. Ninyuweto Sikuru ward. Your Excellency, connect us to Meru and the Raka Navy through the Raka ward and Sekuru. We are traditional trade partners. Kabisa. We shall be okay. Thank you. Mwona siya siya malombe moza siya county. Mwona siya rudo siya na kendiki moze. Nondo kukuwa nile tuwe wachao. Kaina mwadhi menaso wiyambaye na ngili itano. Very good. Thank you. Asante mheshimiwa. Baito mwaseo. Tuanze moya ni museo. Mabinda onde. Asante na kwa maseo tuwa James Musioko Amboti kana mutatola webake. Ninye nonga meta kia makia UDA kwa mingi Central Ward. Na tondo jendiane njanyubwa. Na nyubwa yu yengi 2027. Nga muzobea na zazuwa ne muzobea ngilizeko oile. Asante. Well done. Asante. Very good. Mweya ino mwendete. Ne wailuna ugo. Kwa masito ni mheshimiwa Kalamba Musau kumakuya zombe mwitika Kitui East. Chakwa no kumukulya ni mwenenze. Ni mwene baba ekendo. Ni kuthia mwetele. Pati odhama. Tiwo. Wautekala tichene. Kaminda atembie na kila waite. Ibindesu inge. Tekebanga tisawa. Asanteni sana ninkusukuma mbaye na ngili tano. Mwaseo. Ngeze sibanze wene ndatike mwe. Kwa masitwa nitwa Maua, noloteto ni chama cha UDA Kuma Mwingi West. Nina sukuma akana ngili tano. Thank you mheshimiwa Maua. Mweni museo. Kwa masitwa nitwa Immaculate Wanza nominated na Jubilee na musobia na ngili tano. Asante mheshimiwa Wanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mwaseo. Mwaseo. Kwa masitwa nitwa Dominic Mwamisi MCA wa ward ya Muthaka Likwe yake tuichetheo. Uletha akwete mbegi nge wa Somali. Nangalikwe kikwenzu kwatie ninzu kabisa mukwatie ni kabiru nikalezi kazalikwe na Mungu nina sukuma mwaitu na ngili tano. Thank you. Thank you very much. Mweni museo nyeretwa David Masakwa Munyau kuma ku ya Kitui South kula Kitui South isietu ele ngine twake kutha azeke kutha ikango vyoa noleja ivyo ku ya Kitui South mheshimiwa hilo ndio twa Dr. Rejo Kaki Ithin ndo alikile nzini. Mwaza zini mbo sawa. Pesa wana cho. Mutea. Mutea wa cho. Ya moyo. Kwa drebo ithe ndo asiati. Serikali ila nene. Serikali ila nene. Ithe ndo tumethoke je kwa Kitui South. Ito ete maendeleo. Serikali ya county. Kwa Kitui South ndo tumethoke je ito ete maendeleo. Numo bya mono ngaina mwathime. Neso bya mbaye na ngili 5. Thank you very much. Mwasio, inata iwe. Bwana ziviwe. Masitema wale na chalo wa Kimuli, mheshimiwa Musakwe Kanzi Ward, nuka tethesia mama na ngili 5. Thank you. Thank you very much. Awe mheshimiwa wamefanya museo. Kwa masitwa nita wa Dr. Odhothea na ila MCA wako ya Athi na ila ingine wa Muthama Musyoka wa Gate. Dr. Odhothea no kwa sene mubea. Deputy President inone zile kwa na lelo sume tu wisile toba na ninyene na nengwelelo kwa unye nende pio kambo nina metho alate ndene. Thank you. Kwa bala balozi no huwa kumaloka kwa Dr. nini. Yes. Thank you very much. Nesobe ambaye na ngili 5. Thank you very much mheshimiwa. Mweya ini museo. Mavida othe. Na mabindo nze. Mweya ini museo. Asante sana mazito manyineto wanzavu mwanzia. MCA Musakwe ward ya Mbitini Kitui Lulo. Ni mubea naenda kusobea ambaye na ngili 5. Well done. Asante sana mwini museo. Umbekango mwini museo. Mabinda onde. Nito wa Boniface Mukwate wa Katula neza kwetu kuwaka nyangi. Na ninye majority chief whip. Mbunge ni ya Kitui. Asuone noko sobea ambaye. Na njasi ya nyene nzene bio. Asante. Zene wa kiao wa serikali. Asante.
Watu wa Ngomeni hoye! Kethiaria ni Mutharaka Iguru, Mutharaka Iguru bana. Sawa, asante sana. Kwa jina naitwa Muthengi Ndagara. Mimi ni MCA hapa jirani, nimechaguliwa Tharaka Ward. Na sasa leo tumekuja hapa kualika naibu wa rais, lakini naibu wa rais tayari yako nyumbani. Ama namna gani? Kile ambacho tunamwambia, manake yeye ni kijana wetu, ahakikishe kwamba akiwa pale jikoni watu wa hapa nyumbani wasikose hata kitu moja. Na naona analeta vitu kuleta. Ama namna gani? Na venye analeta vitu na sisi ndio tunaendelea kufanya nini? Kumshika. Ama namna gani? Wale wataendelea kumshika mkono mnao namna hii. Na manake mimi niko hapa jirani. Wakati naibu wa rais alikuja hapa wa kutuletea askari hapa Mandongoi, watu wa Ngomeni walimwambia tupatiwe sub county ya Ngomeni. Na kwa hivyo naibu wa rais na kuambia tayari umepatia hapa Ngune na umepatiana no pale watu wa Ngomeni vile vile, manake ni watu wa mashifta, tunaomba vile vile wapatiwe sub county yao. Ama namna gani? Vile vile pale kwangu Tharaka uliweza kutupatia sub locations na location mpya. Na nakuomba tafadhali zifanywe ile inajulikana kama operationalization ndipo ziweze kufanya kazi. Tayari tunashukuru, manake pale Seikuru Technical utatupatia manyumba pale kwa sababu ya wanafunzi. Na pia kuna university iko pale kwangu inaitwa Great Tana University. Tunaomba vile vile uweke kwenye rekodi yako, tupatiwe vile vile manyumba ya wanafunzi waweze kukaa vizuri. Asanteni sana, Mungu awabariki. Sofia Mbai, wewe Ndagara. Wewe Ndagara, wacha kutoroka. Na masovera Anglican. Anomangu ndikwazo mwazio ingi naungamya nzoubani mwizinita wa kanza la Kalungu nyeyu nekalile kanza la miaka 15 tisawasawa na ya na inenda nazo kupika speaker tisawasawa na nika apya sala anu mamulungi mwazio kijana kini mwambitie bano ngama iba ini jana siapa deputy president. Mimi ni mtu wa biashara, nimekuwa kanza la miaka, tulikuwa na mimi kwangu ninapatia au vijana another 100,000 wapi makofi. Asante sana, thank you very much, very good. Asante mwene muzeo na mavinda onze anova mwingize ndo mwazeo na kwa ni muzeo nitwa makawa kibunzi numite chuso ward nanye no kaba nikana kutunga mubea nundu tunaenda jathi cha muthembo kuya mwingi north na amama ninoniondo na kwa tiembeza cha matetheja, so ile pesa ilitolewa ilisaidia vikundi sana. Asante, sisi tuko ndani na maendeleo tumeanza kuona. Hiyo barabara inaitwa Kamuongo Kanduya already imekuwa advertised. Tenda inaendelea. Kwa hivyo asante sana Deputy President, tuko hapo ndani. Thank you very much. Na so we ambaye na ngili 5. Thank you. Litado. Aya nimo weando ma mwingi sendo together nyimwe ya ini museo na mabinda onde nito wa mheshimiwa Mameni Kalumaita ka mbunge ninye mheshimiwa la motiti bi mbunge ya Kitui ni sakwetwa kuyanza ambani anoma Kitui mwingi sendo no Mungu ate wa la makola sia kendiki ya kaumaba kendiki joyo na joyo moyo kai nenga moko hala makola sia kendiki ya kaumaba kendiki joyo na joyo moyo kai nemo wea njone mweze kendo kito amokwato nemweze kendo kito amokwato bazokanyo jamu kwato ona mulunje ni jau nemweze kana mokwato balode lane bakulunja yimo kwato na dele diende ando maito to lonja yi nemweze kala makwaze mulunje no wambera. Thank you very much. Thank you. Good job. Na mabinda onze masito makwa nito malinga wa mwenyao za kwito kwa Zombe Mwitika ward na munini wa Musumbe na atomwa ne alimo Kitui county maze Kitui ni kwenda kumwa kwa handship allowance na mondo azuto siaise mheshimiwa munini wa Musumbe. Hello nimo kwenda kawadhi tuine kamwe ile wewe roho yako ni kama inapenda Wakamba sana. Nakushukuru kwa vile nakushukuru wakati tulianza kuzunguka na wewe
Ukambani mzima nimeona roho yako inatupenda. Kwa hivyo rais, naibu wa rais, tunakushukuru ukae na hiyo roho na kupenda hawa watu. Wakamba ni watu wa amani. Wakati tulikuambia hakutakuwa na maandamano, hukuiona mahali, manake sisi tunaokopa hao wazazi wetu. Kwa hivyo naibu wa rais, tushunge na sisi tuchunge hawa kina mama na tushunge wazee. Ya mwisho, andu maitu ilokeza kuona itha yebitite manya ikithu yetina nukuona ngwazia kendikione mwana waitu kendiki asome akiuso na kamba tukwekana na siasa sie tina na sieyo siasa ni Asante. Ngili 5. Very good. Thank you very much. Mwe ni museo. Nito wa Charles Mwalimu. Numite ngome ni bayaba katika sub county na ni director katika board ya Tarda. Inasukuma mbaye na ngili 5. Asante. Thank you very much. Thank you. Thank you, Mr. Speaker. Pendene sa, nafikiri mahali tumefika, wacha tuweke kikomo. Naomba kwa heshima tusimame kwa wimbo wa taifa. Wakati kabla hatujaimba wimbo wa taifa, nataka munitume na salamu kwa rais. Si mambo yote tumefanya mzuri yote leo, na rais ametukumbuka. Na mmesema rais akuja hapa. Na mmesema rais hiyo mambo yote mmeomba awafanyie. Wangapi wananituma kwa salamu na rais, kwa Rais William Ruto? Alafu wakati rais anakuja hapa, akuje peke yake ama nikuje na yeye hata mimi? Hata mimi nimekaribishwa. Wacha nione wale wananikaribisha katika hii sehemu jameni. So nawashukuru sana na watakia kila laheri, baraka ya Mwenyezi Mungu. Mukirudi nyumbani mwethe mboi sienu igo sia mabadha ama namna gani jameni? Si unasikia kikamba yangu si mbaya sana? Ninajaribu ama sijaribu jameni? Wacha nione wana nasema ni musie. Asanteni sana, Mungu wa baraka awabariki. Thank you very much. Nikitoka hapa mweke Nzou mkuje hapa mfanye announcement ya vile ile maneno itaendelea. Ama namna gani? Na Beth Siengo. Si mnajua Senator Beth? Na MCA huyu Nzou. Na PS mweke. PS ndiye nitawacha asimamie kwa sababu I know, kwa sababu yeye ndiye senior most hapa, kusikue na kitu imeharibika hapa kwa sababu hatutaki serikali ipate jina ambayo sio jina mzuri. Ama namna gani jameni? Let's close with the national anthem. DJ, tuweke wimbo ili tuweze kumwambia Mheshimiwa Naibu wa Rais kwa heri na pia asante kwa kuweza kufika.